Nimetoka mara moja naelekea hospitali kumwangalia Volcan. Naomba muangalie sana dada yako, lakini pia hakikisha unamwandalia chakula, sawa? Sawa shemeji, haina shida. Safari njema. Asante sana. Baki salama. Mwanangu Volcan, namtaka mwanangu. Diana, Volcan kwa sasa yuko hospitali, hakuwa sawa kiafya, lakini sasa tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Na hata hivyo shemeji ndo anafuatilia prosesi zake, naamini sini atalikava. Nini kilitokea lakini mpaka ikakupelekea ukawa hivi? Mwanangu, Volcan, mwanangu, Volcan, uko na nini? Volcan, 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 mwanangu. Huyu atakuwa na homa huyu. Volcan. Volcan. Amka basi mwanangu, nimekuja mamako. Volcan. Mwanangu jamani. Mwanangu amekumbwa na nini? Mwanangu amka basi, mamako niko hapa. Volcan, Volcan mwanangu, amka basi, fungua macho nione mamako niko hapa. Volcan, ba Volcan, ba Volcan, mwanangu, Volcan. Volcan, utakuwa sawa mwanangu, sawa? Usijali mwanangu, nakupenda sana.
Nataka nikamwone mwanangu. Mwanangu inamsababisha matatizo yote haya, baba Volkan. Rayana, haina haja kwa sasa. Wewe bado ni mgonjwa, hauko sawa, kwa haipaswi kufanya hivyo. Nataka nikamwone mwanangu. Mwanangu inamsababisha matatizo yote haya, baba Volkan. Sawa dada, lakini saizi sio muda wa kulaumiana. Jiangalie kwanza na afya yako. Mdogo wangu, katika hichi kipindi ambacho nakipitia kwa sasa, nimejifunza vitu vingi sana kwenye maisha yangu. Mwanaume sio mtu wa kumwamini. Mwanaume sio mtu wa kumpa maisha yako. Baba, Baba Volkan amejua kuniumiza, amejua kuniumiza mume wangu. Mume wangu nimetoka naye mbali, nimevumilia kila ninajaribu, nimevumilia maisha mimi mpaka hapa tulipofikia. Tumepata maisha na mume wangu anakuja kuniumiza mimi. Ananiletea mtoto wa nje ya ndoa. Kinachoniumiza zaidi, mdogo wangu Volkan na huyo mtoto Bobo hawajapishana sana. Alikuwa ananisaliti mimi, mume wangu. Rayana, haina haja ya kuzungumzia hayo mambo sasa hivi. Kwa sasa afya yako unaiona, bado hujalikava. Naamini haya yote kwa siku yatakaa sawa. Huyu ni mume wako, utazungumza naye, atakuelewa, atajua jinsi gani ya kufanya. Kwa mimi sioni haja ya kuumia. Mdogo wangu, mume anauma, mume anauma. Sijali. Asante. Na hicho ndio kitu nichoka na kisubiri kutoka kwako.
Unaiona hii notebook? Hii notebook ina kila kitu kinachohusu maisha yetu mimi na wewe. Toka siku ya kwanza nilipokutana na wewe mpaka tulipofikia hatua ya kufunga ndoa, kuwa mke wako halali, kila kitu nimekiandika humu. Samahani, kuna kitu nataka nikuulize. Unajua mume wangu ni handsome sana. Najivunia Mungu kunipa mwanaume handsome kama wewe. Najua kabla hujakutana na mimi, umeshakutana na wanawake wengi sana, wazuri na wenye mashepu. Lakini ulipokutana na mimi, ukaona Ryan anafaa kuwa mkeo na ukanioa, umeniweka ndani. Na Mungu ametujalia tumepata mtoto mmoja ambaye wa kiume. Sawa. Je, hauna mtoto nje? Umewaza nini mpaka unaniuliza hilo swali? Kwa sababu kama ningekuwa na mtoto nje ungefahamu. Ni kweli, lakini sijauliza kwa maana mbaya. Nakupenda sana mume wangu, na sihitaji nikupoteze kwenye maisha yangu. Ni bora kama yupo, ni bora nieleze ukweli, nijiandae kisaikolojia, kuliko nije nijue ukweli mwenyewe. Nitaumia sana. Pia asilimia kubwa ya wanaume walio wengi huwa wanawaficha wake zao, wakiamini kwamba wakiwaambia wataumia, pia wanaweza kufanya maamuzi magumu. Mimi sipo hivyo, na ndio maana nimekuuliza mume wangu, ili tu niweze kujiandaa na hilo. Yaani kitu ambacho mimi najiuliza ni kwa nini umeniuliza swali kama hilo? Kwa sababu laiti kama ningekuwa na mtoto nje, ningekupa taarifa, siwezi kukuficha. Na kwa nini nikufiche? Kwa sababu mtoto ni malaika. Watoto ni baraka. Kwa hiyo mimi nizifiche baraka? Nimfiche malaika? Ni kitu ambacho hakiwezekani. Sawa. Lazima nikiamini kile ambacho nakinena. Na kuamini. Una shida gani? Umetumwa? Mume wangu, tangia umenioa au tangia siku ya kwanza umekutana na mimi, kuna baya yote ambayo nimekufanyia mimi? Nimejitahidi kuwa mwazi kwako. Kila kitu kinachohusu maisha yangu, Chiko, mimi nimekueleza. Na ukaniahidi hautakuja kuniumiza. Leo umefanya nini? Unanidanganya. Unanichezea drama mimi, unaniambia ule mtoto sijui umemwokota. Kumbe ni mtoto wako wa nje. Sasa, yani sikuelewi. Hebu nenda kwenye pointi basi. Maana unakurupuka tu, unanyang'anya kitana tu. Yaani kama mtu aliyepandisha mashetani vile. Mimi nilifikiri kwamba utakuja tujadili kuhusiana na hali ya mtoto, anaendeleaje huko hospitalini. Kumbe unakuja kuruhusu.
Unatoa wapi ujasiri wa kunyanyua mkono wako na kunipiga mimi kibao? Unataka kunipanda kichwani sasa? Ni familia ya Kambale, mtoto ndevu, baba ndevu, mama ndevu na bibi ndevu, ndio? Kwa sababu mimi ni mkeo. Mimi sio mwanamke mpumbavu unavyonifikiria wewe. Ni mwanamke ambaye nina akili na kujitambua. Na ndio maana umeniweka ndani. Nakupa option 2. Uchague vitu viwili. Kati ya mimi mkeo au huyo mtoto wako, mtoto wa malaya huyo bubu. Unanipa mimi option kwenye nyumba yangu? Option which? Nuna unataka kunipanda kichwani sasa. Mpaka unaamua kunipa mimi option. Wewe kama nani? Uko kwangu, kula yako ni mimi, vaa yako ni mimi, pumua yako ni mimi. Alafu unanipa mimi option. Sasa nimeshakwambia katika hizo option zako hizo, hakuna hata moja ambayo na accept. Either you like it or not. Utake mtoto tutakuwa naye, hautaki tutakuwa naye hapa. Mimi nimeshakwambia kwamba yule mtoto nimemwokota, sio mtoto wangu. Ni kitu gani ambacho akieleweki hapa? Unataka nizungumze na lugha gani au kiungo gani cha mwili ndio utanielewa wewe? Chiko, siko tayari kulea mtoto mwanamke mwenzangu. Siwezi kulea mtoto wa malaya ndani ya nyumba yangu. Nimekukuta huna chochote, hauna lolote. Hizi mali umezitafuta ukiwa na mimi. Hizi mali ni za mimi na mtoto wangu. Na labda tu nikwambie, nitakuwa mwanamke wa kwanza kwenye hii dunia kumfukuza mwanaume nyumbani. Utaondoka wewe na huyo mtoto wako bubu. Unasema? Labda sijasikia vizuri. Hebu rudia, unasemaje? Nasema hivi, nitakuwa mwanamke wa kwanza kwenye hii dunia na nitashangaza hii dunia kumfukuza mwanaume ndani ya nyumba. Utaondoka wewe na huyo mtoto wako bubu. Utaniacha mimi na mtoto wangu. Sitoshinda kumlea mwanangu. Asalale. Afana leki. Aise. Yaani mwanamke wa kwanza duniani kumfukuza mwanaume kwenye nyumba yake. Yaani katika maisha yangu sijawahi kuota ndoto ya design ambayo naiota sasa hivi. Sijui unaelewa? Unatoa wapi ujasiri wewe wa kunipanda mimi kichwani kiasi hicho? Kuniambia kwamba eti unataka kunifukuza katika nyumba yangu. Mwanamke anataka mfukuze mume kwenye nyumba yake. Ulitakiwa umalizie kwamba kwenye nyumba yako. Sikia. Nafahamu kwamba huyu mtoto ni bubu. Sio kama Silijui. Lakini nimechagua tuishi naye. It doesn't matter. Awe anasikia, awe anaongea au haongei. Tutaishi naye. Utake atakuwepo, hautaki atakuwepo. Hana baya lolote yule mtoto. Tutaishi naye hapa. Acha roho mbaya wewe. Na siku zote mchawi akizeeka anakuwa shetani. Hiyo roho yako hiyo ni ya kishetani. Huyu mtoto nimemwokota, sio damu yangu mimi. Sio mtoto wangu. Simjui, hanijui. Ni wema tu na moyo wangu safi ndio umenikuta nimemchukua mtoto tunaishi naye hapa. Kwani kuna ubaya gani sisi tukiishi naye hapa? Ana tofauti gani na mtoto wako ambaye tuko naye tunaishi naye hapa? Yule ni binadamu kama binadamu wengine. Ana tofauti gani na sisi yule? Au kwa sababu ni bubu ndio unataka umnyanyapae? Bubu naye ana haki ya kuishi kama binadamu wengine. Awe bubu, awe kiziwi, awe kipofu, awe kiwete, vyovyote ana deserve kuishi kama binadamu wengine. Yule mtoto tutaishi naye utake usitake, na hakuna lolote utakaloweza kunifanya. Kwaona mwa kunitukana? Yaani mtoto wangu wa kuzaa kwenye tumbo langu unamfananisha na huyo mtoto wa malaya, mtoto wa nje ya ndoa, bubu, na mtoto wangu mimi? Unavuka mipaka. Unavuka mipaka, Chiko. Huo wivu wako utakuja kukutokea poani siku yake. Huo ni unyanyasaji tena wa kijinsia. Huo ni ujinga unaendekeza. Huyu mtoto ana utofauti gani na mtoto wetu Vulkani? Ana utofauti gani sema? Mimi sio mwanamke mpumbavu unavyonifikiria wewe. Ni mwanamke ambaye najitambua na nina akili. Na ndio maana umeniweka ndani.
kama huyu mtoto ataendelea kukaa humu ndani, mtafutie mfanyakazi. Hivi ungekuwa na samani wazazi wako ungekutelekeza? Sasa nakwambia hivi, utafanya usafi na sio usafi tu. Wewe ni kijakazi, fanya usafi. Unaniangalia nini? Aya, sugua. Wewe unanichezea Unacheza na akili zangu. Nitaingia huko nikuvunje wewe. Sikupendi wewe mtoto wewe. Ndio maana wazazi wako wamekutupa na utajuta kwa nini ulikuja hapa. Mpuuzi wewe, mtoto wa haramu wewe. Na kuanzia leo, chooni ndio itakuwa sehemu yako ya kulia chakula. Wewe huwezi kukaa meza moja na mtoto wangu unakula chakula. Yaani baba Volkani atajuta kukuleta hapa. Kilanka kitakuisha. Na ikiendea naweza nikakunyongelea mbali. Mpuuzi wewe. Sugua. Au niingie huko? Sugua. Unanitilia huruma? Unanitilia huruma mimi? Mimi ni mama yako. Au nikufuate huko? Sugua. Wewe. Natamani nikunyonge. Sugua. Inama. Wewe. Unasuguaje? Wewe kuna kitu unanisikia? Sugua vizuri. Shezi wewe. Sugua na huko kutani. Sugua kote. Utajuta kuja humu ndani.